the return to work formula was saying that all our arrears should be paid by 31st of December. If they don't pay it by 31st of December, we shall disrupt the services. Wauguzi katika kaunti ya Nakuru watoa makataa ya wiki moja kwa kaunti kuwalipa malimbikizi yao, la sivyo wagome. The public is eager to hear about the swearing in of the people's president and deputy president. We want to assure Kenyans that this is on course, and it will be the biggest public event that Kenya has seen since independence. Vuguvugu la NRM latoa ratiba yake ya mikutano, Kakamega ukiwa mji wa kwanza kuwapokea. Alianza kucheza zamani kabla sisi tuko wadogo, na ametusaidia sana kwa hiyo mchezo wake wa muziki. Na jamaa, ndugu na marafiki waendelea kuomboleza kifo cha mwanamuziki wa kibao cha Lunchtime, Gabriel Omolo. Jambo mtazamaji popote pale ulipo, natumai siku ya leo inakuendea vyema, ikiwa ni tarehe 4 mwezi ni wa kwanza mwaka 2018. Kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kwa taarifa za Mbiu ya KTN. Jina langu ni Mary Kilobi. Wauguzi katika kaunti ya Nakuru wametahadharisha kaunti hiyo kuwa watagoma wiki ijayo endapo hawatakuwa wamelipwa malimbikizi yao ya mishahara ya miezi mitatu. Wauguzi hao waliandamana hadi katika afisi ya gavana wa Nakuru wakitaka maelezo zaidi kuhusu mishahara yao kucheleweshwa, licha ya serikali na wauguzi kutia saini mkataba wa pamoja mwezi Disemba mwaka uliopita. Nakuru ni mojawapo ya kaunti 13 ambazo wauguzi wake wametishia kugoma. The return to work formula was saying that all our arrears should be paid by 31st of December. If they don't pay it by 31st of December, we shall disrupt the services, and that is what we are doing. And we have come here now today to demand for that money. Na chama cha kitaifa cha wauguzi kimekashifu usimamizi mpya wa hospitali ya St. Mary's Lang'ata, ambayo iliwatimua baadhi ya wahudumu wa afya kutokana na mzozo wa uongozi ambao unakumba hospitali hiyo. Katibu mkuu wa wauguzi Seth Panyako amesema kwamba chama chao kitachukua hatua hivi karibuni kuwalinda wahudumu wa afya ambao walitimuliwa bila kuzingatia sheria za uajiri. Not to trample on employees' rights and allow their nurses to be represented by union of their choices. We also wish to notify all the serving nurses in the country serving in any facility to see the urgent and the need of joining the nurses union. Both those who are working in the mission hospitals and private hospitals should join the union as a matter of urgency to avoid situations where litigations take place in the courts, like affecting like the one of the St. Mary's Mission Hospital, and during those litigations there is no any legal body that goes to court to defend the interest of the workers. I'm happy to report that St. Mary's Mission Hospital nurses, both at Lang'ata and Elemandaita, have joined this union. And from next week, these sisters of Assumption will test the true wrath of a wounded lion, because this union is a lion. And we shall start scratching them with our fingernails from next week. Because right now we are preparing the army and we are going. Even those police officers who are at the gate, they will know there is law in this land. The same law they are using to put those police at the gate, it is the same law we are going to use to have those police now protect the nurses who are going back to work. Because we cannot allow people calling themselves Christians and they are using the most barbaric method to evict health workers from the health facilities. That should not be allowed. We want to assure.
Na gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki amepuzilia mbali madai ya muungano wa wauguzi kwamba kaunti yake ni miongoni mwa zile ambazo hazijawalipa wauguzi mishahara. Aidha, gavana huyo ameghadhabishwa na madai kwamba kaunti yake haijaanza kutekeleza mkataba wa pamoja wa CBA ambao ulijadiliwa na kuafikiwa baina ya Wizara ya Afya, Baraza la Magavana na wauguzi, na kuitaja taarifa yake katibu mkuu wa muungano wa wauguzi Seth Panyako kuwa ya kupotosha. Nimesikia kwamba kuna watu wametoa report kule Nairobi. Hawana habari tumepitia nini tukiwa Tharaka Nithi. Wakati nilipatiwa kazi, nurses wote walikuwa na arrears ya 5 months. 5. Na wako wamerudi kazi. Mimi nimetumia pesa ambayo hata sijui imetoka wapi kwa sababu hakuna pesa iliwachwa wapi wa kulipa. Wako wanalipwa lakini hiyo pesa hiyo ilikuwa iwalipe ilikuwa inawekwa hapo inangojea mimi nilipe. Nilitafuta pesa, by now nimewalipa miezi 4 ya arrears. Na niliwalipa pesa ya arrears bado kama nawalipa pesa yao ya mshahara na wamerudi kazi. Lakini unasikia wengine wanaongea huko Nairobi wanasema na Tharaka Nithi County has not honored return to work formula. Waangalie record zao mzuri because our nurses hakuna ambaye amengolewa pesa yake NHF pay as you earn. Ile pesa nilikuwa nimesema uniform tunaweka hapo na kila kitu kingine yote na wako kazi. Ile shida tuko nayo sasa hii ni wale watu kidogo wako na shida huko ndani ya kuibaiba madawa. Muungano wa NASA umeshikilia kwamba mpango wa kumwapisha Raila Odinga na naibu wake Kalonzo Musyoka ungalipo. Hayo ni kwa mujibu wa wanamikakati wa NASA David Ndi na Oduor Ongwen. Wakizungumza katika makao makuu ya Okoa Kenya, Ongwen na Ndi wamesema kwamba tayari kamati ya maandalizi ya shughuli hiyo imekwisha buniwa na kinachosubiriwa ni kutangaza ratiba itakayofuatwa. Aidha, mikutano ya mabunge ya wananchi inarejelewa wikendi hii huko magharibi mwa nchi, ambapo bunge la mwananchi linatarajiwa kufanya vikao vyake katika kaunti ya Kakamega. We are alive to the fact that the public is eager to hear about the swearing in of the people's president and deputy president. We want to assure Kenyans that this is on course, and it will be the biggest public event that Kenya has seen since independence. An assumption of office committee, which is already in place and working, is going to be unveiled by the NASA leadership in the coming days. And that committee will keep everybody informed of the progress and the details of that event. You will recall that in the Christmas and New Year messages, NASA declared 2018 the year we choose between resigning ourselves to dictatorship, to accept and move on, or in the alternative, to stand up for what we believe in. NASA called upon Kenyans to choose between accepting that the vote will no longer matter and demanding that each vote counts and each vote must be counted. This Sunday, that is on 7th, we head to Western Kenya to continue with the people-driven initiative to ensure electoral justice and self-determination in our country. The details of the program and the nature of the events will be held in Kakamega is going to be disclosed by the NASA leadership in Western Kenya. This event will be a continuation of what we started at the coast on Sunday, 17th December 2017. Na wapenzi wa miziki ya kale, miziki zilizopendwa wanaomboleza kifo cha mwanamuziki na mtunzi wa wimbo wa Lunchtime aliyevuma enzi za kale, Gabriel Omolo, ambaye aliaga dunia hapo jana katika hospitali kuu ya Busia akipokea matibabu. Kulingana na familia mwenda zake ikiongozwa na mjane Alice Adeya na nduguye Morris Okoth, marehemu ameugua homa ya mapafu kwa muda hadi alipofariki. Mwili wa marehemu utahifadhiwa katika hospitali ya misheni ya Sega, kaunti ya Siaya. Mgonjwa yake anafanya kama yeye na kuanguka na gari wakati anafanya na UN.
Ndio hiyo mgonjwa anaanza hapo mpaka sasa. Yeye amekuwa ndugu yetu muhimu sana. Amekuwa akicheza muziki mzuri na alianza kucheza zamani kabla sisi tuko wadogo, na ametusaidia sana kwa hiyo mchezo wake wa muziki. Tumeona mkono wa Mungu kupitia kwake kwa sehemu nyingi kwa maisha yetu. Lakini kwa bahati mbaya sasa amefariki. Serikali watusaidie kwa sababu mambo ya mazishi pia ni gharama. Wale ambao wanamjua pia watusaidie angalau tuweze kuzika mwili ya Gabriel Omolo kama shujaa. Na ibada ya wafu ya msomi Profesa Callistus Juma aliyekuwa mhadhiri wa chuo kikuu cha Harvard Marekani imefanyika katika kanisa la Holy Family Basilica hapa Nairobi. Miongoni mwa waliohudhuria ni Rais Uhuru Kenyatta, miongoni mwa watu mashuhuri. Profesa Juma amepiga hatua na kuheshimiwa katika sayansi na teknolojia, na amewahi kutambuliwa katika majarida kadhaa kuwa miongoni mwa watu maarufu katika sayansi. Marehemu anatarajiwa kuzikwa nyumbani kwake katika kaunti ya Busia. The show must go on. Eric will be the host. He called into the gathering by Skype with ideas and connections bubbling up for hours, just as he had hoped. Callistus lived his life to its absolute fullest, to meet every commitment and responsibility to the last. He dictated comments on his students' term papers from his hospital bed, and he completed his memoir from his bed at home, dictating to our son Eric for 3 days running. But of course, he couldn't really finish his memoir. His life was so rich. He touched so many people. He wanted to write about each one. That, in just bare outline, is the formal career of the scholar that we celebrate and honor today. But we must also ask ourselves that what can we learn from his life? And what are the lessons that he has left us? I believe the first is also perseverance. Professor Juma's formal teaching career began at Igoji, but ended at Harvard. This is the power of persistence, for he simply kept going, improving himself and his students along the way. I believe we ought to take that lesson to heart. The second virtue he taught us is to treasure innovation. If something didn't work, Professor Juma was willing to try something different. And if it could be done better, he would show how it could be done. Na mtazamaji, tupate mapumziko mafupi na kisha tutarejea na taarifa zaidi. Usiende mbali.